Kasi bana amerejesha majibu. Uliona siku ya jana na mjadala umekuwa mzito sana. Sasa wanasema usiomtaka kapewa rungu tena. Kwa nini ambavyo unaona ili sakata la Young African, TFF na baada ya Kasi kurudisha watatoboa kweli? Kwanza yani hiki ndo nakisikia kutoka kwako. Na kimeniwasha kwenye ubongo wangu kiasi kwamba nashindwa kuelewa. Kasi naye pia ameambukizwa huu ugonjwa ambao unaotusumbua hapa Tanzania. Na unaponiambia issue ya kutoboa Young Africans, si ndio hivyo? Young Africans kutoboa ni ngumu. Young Africans mpaka sasa hivi tunavyoongea baada ya hii taarifa kutoka, Young Africans wameshachanganyikiwa kwenye ubongo wao, na hata ile furaha ya lile kombe la muungano jana walivyolichukua hawana furaha nao kweli. Baada ya hiyo taarifa Kasi kutoka kwamba sisi hatuna namna, nendeni mkamalizane nyinyi wenyewe ndani ya nchi yenu. Kiukweli Mavara, Kasi kutoboa ni Young Africans kutoboa kwa hili mandhari mpira umerudishwa nyumbani. Kutoboa hili bwana ni ngumu. Mtu uliyemtukana kipindi unatafuta unaulizia njia ya kupita, umemtolea matusi mtu njiani, baadaye unakuja kushangaa anarudishiwa yule uliyomtukana kwamba bwana nenda ukamuulizie yule ambaye umempita njiani, ambaye ni TFF. Sasa unafikiri hapo kuna nini hapo? Yani mtu uliyemtukana ndio karudishiwa nini? Karudishiwa kesi aje kuimaliza. Anatoboa vipi yangu? Yani hawezi kutoboa. Shughuli kwa kweli. Hiyo ni shughuli pevu, na Young Africans anatakiwa ajipange kwa hili. Kwa hiyo bwana Mavala, kiukweli kwa swali lako ambalo umeniuliza, Young Africans hawezi kutoboa. Labda akubali awe mdhaifu, aseme kwamba sisi bwana tunakubaliana na maamuzi ya TFF yatakayotolewa sasa baada ya Kasi kurudisha mpira kwa TFF. Yes. Kwa saizi kwa mujibu wa barua bodi ya ligi wanataka kupanga tarehe, na Yanga walikuwa na misimamo yao ile ya kwamba msimamo mmoja ambao ulikuwa mkubwa sana kwamba hawaleti timu. Kwa kweli unaona vipi, walete timu au endelee kukaza pale ili kitokea kama jingine inaonekana msimamo wao umekaza? So unajua hapa Yanga pana wazee wa Yanga. Mavala, nikwambie kitu kimoja. Hakuna watu makatili Tanzania kama Young Africans. Hakuna watu makatili hapa Tanzania, vilabu vya Tanzania wenye misimamo mikali kama wale kwenye upande wa dini, waendwa masuni. Young Africans ni makatili kweli kupita maelezo, na wasichukulie poa serikali kwa hili jibu la Kasi kutolewa kwamba mkamalizane nyinyi wenyewe. Wasichukulie kama Young Africans watalegeza kamba. Watalegeza kamba. Yani hilo yani wawe na 50 kwa 50 kwa sababu ya ukatili wa Young Africans. Ogopa sana mtu asiyesema. Ogopa sana mtu ambaye anakubali makosa kiurahisi. Yani yeye ukimpiga ile kofi yeye ni sawa tu, anachukua burunguti anakulipa. Sijui mmeruka ukuta kwenye mechi sio na nani, yeye tu sawa, mmechukua hiki mmepewa burunguti. Ogopa sana mtu wa namna hiyo akishachukua maamuzi yake. Mavala, nakwambia hivi, Young Africans kwa ukatili waliofanyiwa, maana ule ni ukatili wa kijinsia. Kasi wamewafanyia Young Africans ukatili wa kijinsia. Kwa sababu tukitazama mpaka leo hii
Tanzania na dunia nzima, Young Africans wana cha kusemea kwenye ule mgomo wa dabi. Kasi iweje kasi, wao wanatoa majibu ya uraini kabisa, alafu walitoa siku 10, leo siku sijui ya 20, sijui ya 20 na ngapi. Kwa nini wamechelewesha kwa muda mrefu kasi? Tafsiri yake kwamba wana upatina au urafiki na bwana mkubwa. Sasa wamesema kwenye kamati ya maadili, kwenye kamati ya kukata rufaa. Kwa nini kukata rufaa? Mimi kwa upande wangu kuna siku pia nilisemaga kwamba Young Africans wasiwe na haraka ya kukimbilia mbele kabla hawajamaliza nini process. Lakini Young Africans wana akili. Waliona kama hivi watoke bodi ya ligi, wakate rufaa, waende TFF. Ndugu yangu, mbuzi wa bwana heri, shamba la bwana heri. Hivi hata kama wewe Mavala ungewezeje kwenda pale, kwenda kupeleka kesi yako TFF? Umetoka bodi ya ligi umeenda TFF, wakati bwana mkubwa wa TFF yeye ndiyo share na bodi ya ligi, ni baba mmoja mama mmoja. Na bwana mkubwa alipotoka safari kuingia hapa Tanzania alianza kuongea maneno ambayo hayampendezi Young Africans. Leo unakata rufaa kwenda TFF kwa ajili ya suluhisho ya dabi. Young Africans ni makatili, na wakasema sisi hatuwezi kwenda kwa bwana mkubwa ndani ya TFF kwa sababu mbuzi wa bwana heri, shamba la bwana heri, hatuwezi kwenda. Ilibidi waende kasi. Kasi wamerudisha mpira sasa. Kasi wamerudisha mahali ambako Yanga waliporuka rufaa. Na ndio maana mimi nasema Young Africans wasitegemee kwamba TFF watatoa majibu kwamba chukueni pointi 3 na magoli 3. Simba wao wanyang'anywe zile point. Ni ngumu. Kauli itakayotoka TFF ni jibu hili moja tu, goma lipigwe, kwamba dabi lazima irudiwe. Na washatoa maamuzi, wanasubiri tu tarehe. Wameshatoa tayari maamuzi nafikiri. Haya sasa, hayo maamuzi mimi tunizungumzie kwa upande wa Young Africans, kwa maamuzi ya TFF tayari ambayo yameshatolewa kwamba ni inatakiwa dabi ichezwe. Sasa ndugu yangu, kuna watu wazee wa Young Africans wenye vichwa vilivyopasuka na wameshakula kiapo. Ogopa sana viapo vya wazee wa Young Africans. Wamekunywa maji ya bendera nini? Ogopa sana viapo vya wazee wa Young Africans Mavala. Wazee walishaapa na walishafunga. Walishafunga gudulia na funguo walishazitupa. Ni ngumu sana kufungua hii password ya Young Africans kucheza dabi. Ni ngumu kwa sababu tayari walishakula viapo mikoa yote ya Tanzania. Msimamo wa Young Africans ukivuliwa kwa mara ya pili ni sawasawa na injinia kuvua nguo yake, kuvua bukta yake, na kuvua nguo yake ya ndani kujiweka utupu. Kwa hivi viapo walivyokula pamoja na wazee wa Young Africans, wanachama, mashabiki wa Young Africans, kwa kile kiapo walichokiapa ndani ya wiki 3 zilizopita, ni sawasawa na injinia kujivua nguo yake, bukta yake, na najua anavaa bukta ya Young Africans yule bwana, na nguo yake ya ndani kujiweka utupu. Mimi nakwambia Mavala, wakicheza wakisema kwamba tumekubali kurudi uwanjani, aisee, watakuwa wamejidhalilisha vibaya mno. Alafu waje kupigwa kipigo cha mbwa koko Young Africans. Sijui itakuwaje kwa mashabiki wao. Kwa hiyo wasimamie msimamo wao. Wasimame msimamo wao ni ule ule. Wasipindue. Bora wanyang'anywe pointi 3 lakini heshima yao kwamba sisi ibaki historia tu kwamba sisi tulisimama kwa msimamo huu na mpaka leo tumesimama msimamo huu. Kwa hiyo sasa yani itakuwa ni historia kubwa. Alafu hiyo kombe watakalopewa labda Simba endapo akishinda mechi zake hizi kabla ya dabi, litakuwa ni kombe ambalo si la halali kabisa.
Kwa hiyo itakuwa ina nguvu. Kwa hiyo Young Africans asimame na msimamo wake ule ule, kama walivyokula, asirudi nyuma. Kama walivyokula viapo, walipasua nazi na wakachanganya mchango wa wazee, wanachama na viongozi wa Young Africans walichukua mchanga wakauchanganya kwa kiapo cha kutokurudia kwa dabi. Kwa hiyo msimamo wao uende vile vile kama jinsi walivyochanganya mchanga. Walikubaliana kati ya wanachama na viongozi na wazee wa Young Africans kwamba dabi haitochezeka, ni bora tushushwe daraja na tukakosa hizo pointi, sisi tuko tayari. Kwa hiyo kile kiapo kiendelee kubaki vile vile, wasijivue nguo zikabaki korodani mtupu, wakazalilishwa mitaani wakitembea uchi. Mimi ninawasihi Young Africans wabaki na msimamo wao kama jinsi walivyoapa, wakaambizana mikoa ya Tanzania. Nafikiri walipita mikoa mpaka mikoa kuhamasishana kwamba dabi isichezwe. Kwa hiyo mimi nafikiri, mimi kama mimi Mavara, kiukweli kwanza nimesikitishwa sana kwa kasi kutokufanya maamuzi ya kikanuni na sheria kwa upande wa Young Africans. Haki haikutolewa sawa pia. Kasi nao wanatakiwa wajichunguze kwa hili, kwa sababu wametoa kitu ambacho hakijawaridhisha Watanzania kiujumla. Bana, mwisho kabisa ushauri wako kwa engineer kwa kifupi? Ushauri wangu mimi kwa engineer, asivue nguo yake ya ndani akabaki mtupu. Huo mimi ndio ushauri wangu. Kwa maana asimamie msimamo wake ule ule ambao aliwakonvinsi wanachama, mashabiki na wazee wa Young Africans kwamba dabi isicheze. Kwa hiyo asimame msimamo wake ule ule, asithubutu kujivua nguo yake ya ndani zikabaki zile akabaki uchi. Asithubutu, abaki na msimamo wake ule ule, na hizi taarifa zimfikie popote alipo.